الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه في خلقه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين حيث قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tumswalie bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ndiyo mwalimu wa umma huu ambaye ameletwa kwa ajili ya kutufundisha sisi mambo yatakayotufaa kwenye maisha yetu ya dunia na maisha ya akhera. Ndugu zangu, kwa muda huu mfupi leo tutakuwa na mazungumzo yanayohusu alfitanu ala alqulubi wan najatu minha. Mitihani, misukosuko ambayo inaingia kwenye mioyo ya watu na njia ya kuweza kuokoka kutokana na mitihani hiyo. Ndugu zangu katika imani, nahnu naishu fi zamanin kathurat fihi alfitanu walbala. Ndugu zangu katika imani, tunaishi katika zama ambazo mitihani imekuwa mingi, mabalaa yamekuwa mengi, mabalaa ambayo yanaweza yakatutoa katika mwelekeo na mafundisho yaliyokuwa sahihi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunapozungumzia fitna tunamaanisha nini? Amma alfitna fi lugha yuradu biha, amma fitna kilugha hukusudiwa kwa tamko fitna al-ikhtibaru wal-bala au al-ibtila. Ni mitihani mbalimbali na majaribio mbalimbali ndiyo ambayo tunayo ya kusudia. Wa hiya fi shar'i, na hiyo neno fitna kisheria maana yake ni nini? Kinachokusudiwa katika fitna al-ikhtibaru wal-ibtila'u allati yubtala biha al-insanu fi hayatihi. Ni mitihani na misukosuko ambayo mwanadamu anakutana nayo
kwenye maisha yake. Wayuaddi dhalika, na inapelekea hiyo mitihani al-inhirafu, kutoka au kupinda katika dini yake. Lakini si hivyo tu, wazalal, na inampelekea kuweza kuteleza na kutoka katika msimamo uliokuwa sawasawa. Ndugu zangu katika imani, ukiangalia dunia yetu tuliyokuwa nayo kwa sasa, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mitihani ya aina mbalimbali, ametupa fitina mbalimbali. Miongoni mwa fitina ambazo tuko nazo katika zama hizi ni fitina zinazotokana na shubuhati wa shahawati, ni fitina zinazotokana na shubha na matamanio ya nafsi. Lakini pia ziko fitina ambazo zinahusu mali na watoto, lakini pia fitina hizi ziko miongoni mwa fitina zinatokana na maisha haya tunayoishi nayo. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha sisi Waislamu kuingia katika fitina mbalimbali ambazo zinatuzunguka katika maisha yetu. Anasimulia hadithi Imamu Muslim katika kitabu chake, hadithi ambayo ameipokea sahaba Abu Huraira. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, badiru bil a'mal, harakisheni sana kufanya matendo mema. Badiru bil a'mal, harakisheni kufanya amali. Fitanan ka qita'il laylil mudlim, isije ikawatokea fitina ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifananisha kaqita'in min al-laylil mudlim, ni kama kipande cha usiku chenye giza. Tazama maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea fitina, akaifananisha fitina kana kwamba ni usiku wenye giza. Limadha? Lianna alfitna idha dakhalat, kwani fitina inapoingia kwa watu, la yara sahibuhu at-tariqa, hawezi kuiona mtu ambaye amepatwa na fitina hiyo, hawezi kuiona njia ya haki. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelezea, anasema, yusbihu ar-rajulu, atakuwa asubuhi mtu mu'minan, atakuwa ni muumini, wa yumsi kafira wal billah, lakini ikifika jioni ameshatoka katika Uislamu na ameingia kwenye ukafiri. Hii ni fitina ndugu zangu. Tazama fitina inavyoingia, inaingia kidogo kidogo, mwisho mtu ndani ya siku moja, kutokana na wingi wa fitina hizi, kutokana na misukosuko hii, asubuhi anakuwa hali ya kuwa na imani sahihi, lakini ikifika jioni ameshatoka katika Uislamu na ameshaingia katika ukafiri. Au yumsi musliman, au anaingiwa na jioni hali ya kuwa ni Muislamu, wa yusbihu kafira, na anafikiwa na asubuhi hali ya kuwa ni kafiri. Ndugu zangu Waislamu, maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yanaashiria namna fitina inavyoingia katika mioyo ya watu, namna fitina inavyoingia katika dini, namna fitina inavyoingia katika maisha ya Muislamu. Mtume anasema, yabi'u dinahu, Muislamu huyu ambaye ameamka hali ya kuwa ni Muislamu, lakini imefika jioni hali ya kuwa ameshatoka katika Uislamu. Yabi'u dinahu, anaipoteza dini yake, anaiuza dini yake, anaipoteza dini yake, bi'aradin min ad-dunya, kwa thamani ndogo ya vitu vya dunia. Ndugu zangu katika imani, leo tazama wangapi katika sisi vitu vidogo katika maisha yetu hatimaye vinaharibu dini yetu. Vitu vingapi ambavyo havina thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hatimaye vitu hivi vinaweza vikakutoa. Leo watu wanagombana kwa vitu vidogo kabisa. Yusbihu musliman, yusbihu mu'minan, wa yumsi kafira.
asubuhi tu anakuwa Muislamu, lakini jioni anakuwa sio Muislamu. Yote kwa sababu ya fitna ambazo zimeingia katika moyo wake. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunazitengeneza nyoyo zetu, kuhakikisha kwamba nyoyo zetu zinapambana na fitna, nyoyo zetu zinapambana kutokana na changamoto mbalimbali za maisha. Ndugu yangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hii hadithi anatufundisha tuwe makini sana na kufanya amali, tuharakishe kufanya amali. La tusawif, usiseme amali zangu nitazifanya kesho. Fanya leo, fanya katika huu muda uliokuwa nao, kwa sababu Muislamu au mwanadamu ni mara chache sana kusalimika kutokana na maasi, kutokana na fitna mbalimbali. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, badiru, harakisheni, kama una jambo la kheri basi lifanye kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajaingiza katika moyo wako au hajaingiza katika maisha yako fitna mbalimbali, hatimaye ukashindwa kuzipambanua fitna hizi na hatimaye ukaingia katika mazingira magumu. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa fitna ambazo tuko nazo, alfitnatu fi dini washubuhat, ni fitna zinazotokana katika dini, washahawati washubuhati, na matamanio ya nafsi. Leo unaweza ukaletewa jambo katika nafsi yako, ukaliona jambo hili kama ni zuri, lakini kumbe jambo hilo ndani yake lina fitna na linaweza likakutoa katika maisha yako. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutuacha bila kutupa mafundisho, hakutuacha hivi hivi, isipokuwa alituambia namna ya kuweza kupambana na hizi fitna mbalimbali. Sikiliza hadithi ambayo ameipokea sahaba Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu. Anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mtume wa Allah rehma na amani juu yake akisema, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulub, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kalhasiri 'udan. Anasema Hudhaifa ibn al-Yamani, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema haya maneno kwamba tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi, zitaletwa fitna mbalimbali katika maisha ya Muislamu katika moyo wake, na fitna siku zote zinaingia katika moyo ili ziweze kukujaribu. Anasema mtume, fitna hizi zinapoingia katika moyo, kalhasiri, ni kama vile mkeka, ni kama vile jamvi, jinsi lilivyopandana mistari na miti au mikeka iliyoingiana katika lile jamvi. Mtume anasema udan, kijiti baada ya kijiti. Mfano kama jamvi hili ambalo unaliona liko mbele yetu, ukilitazama jamvi hili limepangika, yani step kwa step. Na ndiyo fitna inapoingia katika maisha ya Muislamu. Chukua tahadhari ewe Muislamu. Fitna inapokuja haiji kwa wakati mmoja, bali inakuja kidogo kidogo, shay'an fa shay'an. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema udan. Baada ya kuingia fitna hizi katika mioyo ya watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa ayu qalbin, moyo wowote, ushribaha, utakaizipokea zile fitna, moyo wowote utakaonyeshwa fitna zile na ukazikubali, Mtume anasema nukita fihi nuktatun sauda, katika moyo huu Allah subhanahu wa ta'ala anaingiza kitone cheusi katika moyo huu. Wa hiya dalalatun ala madha, dalalatun ala shaqawa, ikiwa ni dalili ya uovu ambao moyo huu unao. Mtume anaendelea kusema, wa ayu qalbin, na moyo wowote wa mwanadamu ambao umepata fitna hii,
ankaraha, ukaja ukazikanusha na kuzikataa fitina zile, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nukitat fihi nuktatun bayda, inaingizwa katika moyo ule nukta nyeupe. Wa hiya dalalatun ala madha? Dalalatun ala safai hadha alqalb, ikiwa ni dalili juu ya usafi wa moyo huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupigia mfano namna fitina zinapokuja, zinakuja kidogo kidogo, zinakuja hatua kwa hatua, zinapoingia katika moyo wa mwanadamu, zinapoingia katika mwili wa mwanadamu, basi mwili unagawanyika vigawanyo viwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fatakunu hatta tasira, mpaka unakuwa moyo huu au mioyo hii ya wanadamu ala qalbaini, inagawanyika hii mioyo, inakuwa katika vigawanyo viwili. Sikiliza Muislamu, ni kipi kigawanyo chako kutokana na fitina hizi? Haya ni maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ili tuwe makini na tuchukue tahadhari kutokana na fitna na mitihani na misukosuko mbalimbali ambayo inatukuta. Ndugu zangu Waislamu, Mtume anasema katika mioyo hii, moyo wa kwanza ala abyad mithli safa, moyo wa kwanza unakuwa ni msafi kama vile jiwe lililokuwa safi jeupe, halina vumbi, halishiki vumbi jiwe hili, na huu ni moyo wa mtu mwema. Kwa hiyo mtu huyu la tadhurruhu fitna, hatodhuriwa, hatopata changamoto yoyote kutokana na fitna. Fitna inapokuja katika moyo wa mtu kama huyu, basi hatosibiwa na chochote, maadamati samawati wal ardhu, muda wa kuwa mbingu zipo na ardhi zipo. Muislamu, unapokuwa na fitna, unapofitinishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu moyo wako ni msafi, maadamu moyo wako umeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, basi hautodhurika na hizi fitna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaielezea pande ya pili, wal akhar, na pande nyingine na moyo mwingine, aswadu, unakuwa ni mweusi sana, murbadan, hali ya kuwa ni mweusi umebadilika rangi, kalkuzi mujakhia. Mtume akafananisha moyo huu ambao ni mchafu, umeingiwa na fitna, moyo huu unakuwa kalkuzi, kama vile chombo, kama vile glasi, kama vile kitu cha kuwekea maji, mujakhian ay munakisan au munqaliba, kama vile chombo hiki kimegeuka. Chombo kinapogeuka, chombo hiki hakiwezi kubeba jambo lolote. Ukichukua glasi yako leo ukiigeuza, glasi hii huwezi kuwekea maji. Na ndivyo hivyo moyo uliokuwa ni mchafu, Mtume sallallahu alaihi wasallama ameufananisha ni kama vile chombo ambacho kimegeuzwa. Chombo hiki hakiwezi kuingia chochote, kila kitu kinachoingia kinamwagika kwa sababu chombo kimeanguka. Mtume akaendelea kusema la yaarifu maarufa, moyo huu hauwezi kuelewa jambo lolote la kheri, wala yunkiru munkaran, wala haliwezi, moyo huu hauwezi kuweza kuondoa jambo lolote la munkar, illa ma ushriba min hawa, isipokuwa yale ambayo yameingizwa katika moyo ule kutokana na matamanio. Ndugu zangu katika imani, iangalie nafsi yako, ipo katika jambo gani, ipo katika moyo gani katika mioyo hii. Chukua tahadhari ewe Muislamu kutokana na fitna mbalimbali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitahadharisha katika hadithi yake hii. Ndugu yangu katika imani, miongoni mwa fitna zingine, fitnatul auladi wal amwali, fitna za mali pamoja na watoto. Wengi wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kama sio wote, ametupa mtihani kutokana na vizazi vyetu, ametupa mitihani kutokana na mali tulizokuwa nazo. Wengine inafikia hatua kwa mali walizokuwa nazo wanashindwa kutekeleza yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wanafikia hatua kwa watoto wao, wanawatoa kwenye misimamo, wanawatoa kwenye dini kwa sababu ya fitna ya watoto. Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha
kwa kutuambia ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tulhikum amwalukum, zisiwashughulishe mali zenu. La tulhikum amwalukum, mali zenu zisiwashughulishe. Leo kuna watu kwenye biashara zao, kwa sababu wana biashara, kwa sababu wana kazi za kuingiziwa na pesa, unafika muda wa ibada anashindwa kuacha kazi, anashindwa kuacha lile alilolifanya ili kuja kutekeleza ibada ya Allah. Na kuhusia ndugu yangu Muislamu, achana kabisa na hiyo hali, itakuja kukutesa siku ya kiyama. La tulhikum amwalukum wala auladukum, msishughulishwe na mali zenu wala watoto wenu mkaacha kumtaja Allah. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna, wa inna Allaha indahu ajrun adhim. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah laulahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ndugu zangu katika imani, niwahusie kwa mara nyingine kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuona katika hutuba yetu ya kwanza namna fitina, namna ya mitihani, namna ya misukosuko ya maisha inavyoingia katika mwili au moyo wa binadamu, hatimaye mwanadamu huyu kama hana subira, kama hana cha kuweza kumkinga, basi mwanadamu huyu anaweza akapotea. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallama lazima anapolieleza jambo basi anaeleza na tiba yake. Sasa ili tuweze kuokoka kutokana na fitina hizi, ili tuweze kusalimika kutokana na mitihani na misukosuko hii, madha yambaghi alaina ayuha almu'minun, jambo gani linatakiwa kwetu tulifanye enyi waislamu? Miongoni mwa tiba za kusalimika kutokana na fitina hizi na misukosuko hii ya maisha kama dunia tunavyoiona kwa sasa, jambo la kwanza kabisa ewe Muislamu la kufanya ili uweze kusalimika, at-tamassuku bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam bifahmi salafi hadhihi al-umma. Hii ndiyo njia ya kuweza kusalimika na hizi fitna. Njia ya kwanza ambayo itakufanya wewe uweze kusalimika, wewe na mimi, kutokana na fitina hizi ni wewe kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini si kwa ufahamu wako wewe au kwa ufahamu wa mtu mwingine yoyote, bali ushikamane kwa ufahamu wa wema waliopita. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza, anasema katika surati Zukhruf, fastamsik billadhi uhiya ilayka. Maneno haya anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini pia yanaambiwa umma wote. Fastamsik billadhi uhiya ilayka, shikamana na hiki tulichokufunulia wahi, wa huwa alquran. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Ukishikamana na Qur'ani utakuwa katika njia iliyonyoka. Wa innahu la dhikrun lak, hii Qur'ani la sharafun laka, ni utukufu kwako na ni ukumbusho kwako, waliqaumika, na kwa watu wako, wasawfa tusalun, na utakuja kuulizwa siku ya kiyama kuhusu hii Qur'an. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kuweza kuokoka na fitina hizi, ndugu zangu, ni sisi kurudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena katika surati Al-Imran, anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah. Wa hablullah, na kamba ya Allah
huwa alquran, kama qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ghayruhu, kama alivyosema ibn Mas'ud kwamba hablullah huwa alquran. Kwa hiyo tushikamane na Qur'an. Tukishikamana na Qur'ani tutapata namna ya kuokoka kutokana na hizi fitna, ndugu zangu katika imani. Lakini pia sambamba na hiyo ni kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Imamu Abu Daud min hadithi al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ndefu anasema, fa alaykum bi sunnati, ili muweze kuokoka, ili muweze kutoka katika fitna, fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni au shikamaneni na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin, na sunna au na mwenendo wa viongozi makhalifa wangu walioongoka. Tamassaku biha, shikamaneni na haya mafundisho, wa'addu 'alayha bin nawajid, na muyakamate kwa meno ya nyuma, meno ya magego, ili muweze kusalimika. Ndugu zangu katika imani, jambo la pili ambalo la mwisho namalizia katika hutuba yangu, ili tuweze kusalimika na hizi fitna, talabul ilmi shar'i, tunawajibika sisi waislamu kutafuta elimu ya kisheria. Ili tusalimike na hizi fitna, lazima tutafute, tusome elimu ya kisheria. Walakin bil asafi shadid, lakini kwa masikitiko makubwa, ummatul islam, umma huu wa Kiislam, la yahtamu bi kitabillah wala yahtamu bi sunnati rasulih wala yahtamu bi talab al-ilmi ash-shar'i. Kwa masikitiko, umma wa Kiislam uko mbali sana na kusoma elimu ya dini. Watu wanawekeza sana kwenye elimu za sekula, wanawekeza sana kwenye elimu zingine, lakini hawana muda wa kusoma elimu ya dini. Elimu hii ya Kiislamu, elimu ya kisheria, ndiyo itakayoweza kukuonyesha njia ya wewe kuepuka na hizi fitna mbalimbali. Fa innal ilma yakshifu, hakika ya elimu inaweka wazi, yakshifu madha, yakshifu albatila, inaweka wazi batili inda alhaq, bila ya haki. Elimu ukiwa nayo itakufafanulia na kukuelekeza kwamba hili ni la batili na hili ni la haki. Kwa nini? Fa innal fitnata, kwani fitna tulbisu alhaqa, inaivisha haki, thawba albatil, nguo ya batil. Lakini pia na kinyume chake, fitna inaweza ikakuonyesha jambo la batili ukaliona kama ni haki, na jambo la haki ukaliona kama batili. Ndugu zangu, tusome elimu ya dini, tusome Uislamu. Watu ukiweka madarasa misikitini, ukiweka madarasa sehemu mbalimbali, Waislamu mko mbali sana. Waislamu hawataki kusoma dini yao. Allah enyi Waislamu, fitna ni nyingi sana. Fitna tulizokuwa nazo ni nyingi, zinahitaji kusoma ili uweze kupambanua kwamba fitna hii inasemaje na fitna hii inaenda vipi. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatueleza katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, anasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yeyote ambaye Allah anamtakia khairi, basi mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anamfundisha dini. Kwa hiyo ndugu zangu, tusome dini. La mwisho nimalizie ndugu zangu, tupo katika tarehe ambazo ni za fitna. Nadhani mashahidi nyinyi wenyewe, si ndio? Tupo katika fitna kubwa sana. Tarehe tulizokuwa nazo ni tarehe za fitna. Enyi vijana wa Kiislamu, naomba niwahusie kwa usia ambao aliuzungumza Sufyan Thauri rahmatullahi ta'ala alayhi. Maneno haya aliyasema zama hizo, ni muda mrefu sana, takriban karne ya ngapi sijui. Aliyasema maneno haya kwa kutahadharisha kutokana na zama zilivyokuwa toka kipindi hiko. Anasema, hadha zamanu sukuti. Na mimi nakuhusia ndugu yangu, ewe Muislamu, huu muda tuliokuwa nao, hadha zamanu sukuti,
huu ni muda wa kunyamaza. Acha kabisa ewe Muislamu chokochoko. Acha kabisa ewe Muislamu kuzungumza vitu ambavyo huvifahamu. Acha kuzungumza vitu ambavyo vitakuletea madhara kwako wewe na familia yako. Hadha zamanu sukut waluzumil buyut, na huu ni muda wa wewe kubaki nyumbani. Hatusemi kwamba msiende kufanya shughuli zenu, lakini kama huna jambo la kufanya ni bora ukatulia nyumbani. Tulia nyumbani ndugu yangu, zama za fitina tulizokuwa nazo. Waridha bilqut, na muda huu ni wa kuridhika na chakula ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria na kukipata. Ila an tamut, mpaka pale utakapokufa. Kwa hiyo chukua usia huu ewe Muislamu. Kuzungumzwa katika mitandao, yanazungumzwa ya kusemwa, yanasemwa ya kusemwa, lakini wewe kama kijana wa Kiislamu shikamana na mafunzo ya Uislamu. Uislamu hauruhusu haya yanayozungumzwa ambayo yatafanyika wanasema tarehe 9. Uislamu uko mbali na hayo mafundisho. Uislamu uko mbali na mudhaharati. Uislamu uko mbali na mambo ya hovyo ambayo yamedhamiriwa kufanya na watu ambao hawautaki mema mji huu au nchi hii ya Tanzania. Ndugu zangu katika imani, tushikamane na mafundisho ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tuweze kupata salama yetu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.